Bwana Yesu asifiwe. Nikualika tena katika sura ya 15 ya Samueli wa pili, yenye maneno takribani 341 na mistari isiyopungua 37. Na hivyo nikualike tuombe. Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru sana. Mimi na rafiki yangu umetupatia nafasi hii ya uhai ili tutenge muda huu kutafakari wewe. Katufundishe Baba yetu uliye juu mbinguni, tuweze kukufahamu wewe kupitia mistari hii na maandiko haya matakatifu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba kushukuru. Amina. Wanazuoni na wachambuzi wa maandiko matakatifu wanasema ya kuwa sura hii iliandikwa kati ya mwaka 965 hadi 930 kabla ya Yesu kuja. Na kwa mujibu wa mapokeo ya Kiyahudi, inaaminika kuwa Nathani, Gadi pamoja na nabii Samueli ndio wanaoaminika ya kuwa ndio waandishi wa kitabu cha Samueli wa pili. Turudi katika sura hii ya 15 ya Samueli wa pili. Nimeigawanya kama sehemu 3 hivi. Sehemu ya kwanza inahusu pale Absalom anapojipatia umaarufu na uungwaji mkono, yaani mstari wa kwanza mpaka wa 12. Niruhusu kwanza tumtambue Absalom ni nani. Wasomaji wa Biblia kwa mpango tuliona katika sura iliyopita na alifafanua ya kuwa Absalom alikuwa ni mtoto wa mfalme Daudi wa 3 kwa mama yake Maaka binti Talmai. Katika sura ya 3 tuliona mstari wa 3 wa Samueli wa pili. Nilijaribu kufafanua maana ya Absalom katika Biblia. Jina hili kwanza limetajwa mara 109 ndani ya Biblia, lenye maana ya baba ni amani. Abu kwa Kiebrania ni baba na shalom ni neno amani. Kwa hiyo baba ni amani, ndio maana ya Absalom. Ikumbukwe kuwa katika sura iliyopita tuliona ya kwamba kijana huyu alitetewa na mjomba wake Yoabu arudi nyumbani hapa Yerusalemu. Tuliona sababu zilizomfanya huyo kijana baba yake akachukia na hakuwa anataka kumwona, na kijana huyo akawa ameondoka akatetewa na mjomba arudi hapa nyumbani. Ni kwamba alikuwa amefanya mauaji ya kumuua kaka yake anaitwa Amnoni. Ikumbukwe kuwa Amnoni alimdhulumu dada yake Tamari, na ndiyo huyu kijana Absalom akaamua kumuua kaka yake, na hivyo akaondoka katika nchi ya Israeli akaenda kule Geshuri. Sura iliyopita tuliona ya kuwa kwa hekima ambayo alikuwa nayo mfalme Daudi, alisikiliza maelezo ya Yoabu na hivyo akamruhusu kijana arejee nyumbani Yerusalemu. Tunaona katika mwisho wa sura iliyopita ya kwamba kijana huyu anajipatia umaarufu. Ni umaarufu gani? Na ndiyo sura hii inapokwenda kuanzia. Nini kijana alikifanya akapata umaarufu? Mambo mengi huyu kijana aliyafanya ya kutaka kuungwa mkono na watu, maana alitaka kuonyesha kwamba yeye ni mtu mwema kwao zaidi kwa kuwashika mkono na kuwasalimia kwa kuwabusu. Kwa kupata uungwaji mkono huo, anamdanganya baba yake baada ya miaka 4 kwamba anataka kwenda kutimiza nadhiri kule Hebroni na hivyo apewe mji. Watu zaidi ya 200 wanamfuata huyu kijana kule Hebroni, wanaungana na huyu kijana akiwemo mshauri mkubwa wa mfalme Daudi, Ahithofeli. Maana yake ni ndugu wa upumbavu au wa upotovu, na yeye anaungana na kuwa mshauri wa Absalom. Niruhusu twende sehemu ya pili ambapo Absalom anatangaza uasi dhidi ya baba yake Daudi katika mstari wa 13 mpaka wa 18. Hapa Biblia inatuambia pamoja na uungwaji mkono wa huyu kijana watu wengi walikuwa wakimfuata, lakini pia kulikuwa na watu ambao walikuwa wanampenda Daudi. Na hivyo Biblia inaanza kwa kutuambia katika sehemu ya pili ya kwamba mjumbe anakuja kumletea taarifa mfalme Daudi. Kwa uharaka kabisa Biblia inatuambia mfalme Daudi anaondoka na watu wake, na hivyo anawaacha masuria pamoja na wanawake ili kusudi wailinde nyumba. Mstari wa 16 Biblia inatueleza hivi: Mfalme Daudi na watu 600 aliowatuma kwenda kutafuta eneo, na kumbuka kwamba alipumzika katika eneo linaloitwa Beth-Merihaki, maana yake ni nyumba ya haki. Biblia inatuambia kuwa huyu Itia Mhiti hata kama alizuiliwa aliamua kuambatana na mfalme Daudi, na mfalme anapita katika kijito cha Kidroni. Kidroni kama unavyoweza kukiona hapa ni bonde lililo mashariki mwa Yerusalemu ya zamani na ya sasa kama unavyoweza kuliona kwa macho. Sehemu ya 3 na ya mwisho inatueleza namna ambavyo mfalme Daudi anaondoka Yerusalemu na kuacha madaraka kwa mtoto wake Absalom. Mstari wa 19 mpaka wa 37 Biblia inatuambia hayo. Absalom anaingia Yerusalemu, baba anaondoka kwa machozi akiwa amevua viatu akipanda mlima wa Mizeituni. Nikualike kesho kwa mwendelezo wake.